Usingoje mazingira yabadilike ndipo uamini utendaji wa Mungu. Nipo hapa kukukumbusha ya kwamba wengi leo imani zetu ni za hofu na mashaka. Tunangoja hali fulani ibadilike ndipo tuamini Mungu anatenda katika utendaji wake. Ngoja nikukumbushe mifano michache. Mungu alijidhihirisha kwa wale vijana watatu wangali katika tanuru la moto. Mungu alijidhihirisha kwa Yesu akamtia nguvu katika kikombe cha mateso angali msalabani. Paulo na Sila Mungu alijidhihirisha kwao wangali katika gereza. Danieli katika tundu la simba Mungu alijidhihirisha kwake akiwa katika tundu la simba. Mungu alijidhihirisha kwa Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo na sura 22 za Ufunuo zikapatikana. Ngoja nikwambie, usingoje hali ibadilike kumwamini Mungu. Bado unaweza kumwamini Mungu na kumtumainia bila kujali dhoruba unayopitia. Iwe ni changamoto ya kukosa mtoto, iwe ni changamoto ya ugonjwa, iwe ni changamoto ya hali fulani ya maisha unayopitia. Tambua ya kwamba Mungu ni mwema na mwaminifu kama alivyofanya kwa Hana. Hana alidumu kuwa na imani na amani pamoja na kwamba alikuwa hajakumbatia mtoto. Nini kilimfanya aishi maisha yale? Imani aliyokuwa nayo kwa Mungu wake ilimwezesha kushinda. Shinda hali zote na dhoruba zote, hata kama hujaona utendaji wa Mungu. Amini ya kwamba Mungu ni zaidi ya mwanadamu. Ahadi zake ni za kweli na yeye akisema anatimiza. Mungu akubariki unapodumu kumtumainia yeye na yeye peke yake. Bwana awe pamoja nawe.